He, natumai upo salama. Karibu to Kenyan Storyteller News Channel. Na leo tunamwangazia naibu rais William Ruto. Nakwambia hapa tunapiga story ambazo haziguziwi kabisa kwenye vyombo vya habari. Naibu rais wa Kenya William Samoei Ruto ni ukweli amekuwa kipenzi cha wengi nchini. Hii ni kutokea alipojitosa katika ulingo wa siasa kuanzia mwaka wa 1997, 1997, wakati ule akiwania kiti cha ubunge kule katika eneo la Eldoret. Lakini kati ya visa vilivyofanya naibu rais William Ruto kuwa kipenzi cha nchi nzima ni wakati alichukua hatua ya kumwokoa mtoto aliyetupwa na kumfanya mwanawe mpaka kumpa jina la mamake mzazi William Ruto. Hii ilikuwa ni mwaka wa 2016 wakati hadithi ya kitoto kichanga Nadia kilichokuwa kimetelekezwa na kutupwa na mamake ilipata kugonga vyombo vya habari nchini Kenya. Na hadithi hii ikamguza sana moyo naibu rais William Ruto. Hadithi ya Nadia ilikuwa ni hadithi ya kuhuzunisha, maana mtoto alikuwa kazaliwa na kutupwa na mamake kwenye pipa za taka. Alikuwa kashaanza kuoza wakati alipatikana, na malaika huyu alikuwa tu hana hatia yoyote, ila mamake alikuwa akamtelekeza na kumtupa kwenye pipa wakati tu amejifungua Nadia. Alipopatikana Nadia alipelekwa kwa hifadhi ya kinadada wa kanisa la Katoliki la Madre Ipolata la watoto mayatima kushughulikiwa. Kule alipewa matibabu ndipo aweze kurejea katika hali salama na hali iliyo sawa. Ruto alisema hadithi ya malaika huyu mchanga Nadia ilimguza sana huku akitokwa na machozi. Hivyo akamchukua kama mwanawe na mbele ya umati akampa jina la mamake mzazi, ikiwa ni ishara jinsi atakavyompenda na kumtunza mtoto yule. Haya ndio maneno ya Ruto, nitamnukuu: kutoka leo binti huyu namuita Nadia Cherono, jina la mamangu mzazi, ishara ya kwamba nitampenda na kumwenzi mtoto huyu ambaye alitelekezwa na mamake, akitarajia ulimwengu utamkataa pia. Mimi namchukua na kumfanya mtoto wa naibu wa rais. Kutoka wakati huo Nadia Cherono Ruto amekuwa akiishi na naibu wa rais William Ruto na mkewe Rachel Ruto kule katika jumba lao kuu Karen, Nairobi. Mwisho wa naibu wa rais William Ruto kutokea kwa umma na mtoto huyu ilikuwa ni mwaka uliopita wa 2021, wakiwa na familia yake ambao ilikuwa ni mama Rachel Ruto na wanawe wengine. Picha za binti huyu mdogo na Ruto ziliteka nyoyo za Wakenya wengi, wakimsherehekea Ruto kwa kumlea Nadia Cherono Ruto na kumpenda kama mwanawe wa kumzaa. Na hii ikawa ni hadithi iliyogonga vyombo vya habari nchini Kenya. Nikikuambia tu, kati ya wanasiasa waliowahi kufanya tendo alilolifanya naibu wa rais William Ruto na kuwachukua watoto na kuwafanya wao wakati watoto wale walikuwa kwenye shida, nikiwemo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko, wakati aliwachukua watoto wawili ambao walikuwa wamepatikana katika mavamizi ya kule Mombasa, wakati kulikuwa na mavamizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Watoto wale Sonko aliwafanya watoto wake na kuabsorb into the Sonko's family. Haya ndio mambo aliyoyafanya naibu wa rais kwa kumchukua Nadia Cherono Ruto. Nikwambia ukweli, sio mtu wa kawaida anaweza fanya jambo hili. Lazima uwe na roho ya dhahabu kama alionayo naibu wa rais William Ruto ndipo kutekeleza jambo kama hili. Na yeye si mtu amejigonga kifua wala kusema kwamba aliwahi fanya kitendo cha kumchukua mtoto na kumlea hata kama hakuwa wake.
Hivyo anasimama kuwa watu ambao waliwahi kufanya jambo ambalo si kufurahisha tu binadamu, ila lilimfurahisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu alichukua malaika ule na kumfanya akuwe na benefit za kuwa mtoto wa naibu wa rais. Mtoto ule kwa sasa ana miaka 8 na anaendelea kuishi vyema chini ya familia ya William Ruto. Nakwambia subscribe to Kenyan Storyteller ndio upate zingine kama hizi.